Kinini kipekee. Yaani kabla hujawa mama fulani kwa majina ya watoto wako, tayari wewe uko unique. Kabla hujawa mke wa fulani, wewe uko unique. Kabla hujawa afisa ustawi wa jamii, you are unique. Kabla hujawa na saluni, wewe you are unique. Mungu alikuumba uko nini? Uko upekee. Uko unique. Kwa hiyo lazima ujiwekee thamani ambayo hakuna kitu kitakachokutoa katika ule msimamo. Yaani hakuna mfumo wa tufe hili tunaloishi ambao utakubabaisha kama alivyobabaishwa Eva mpaka ukatoka kwenye ule mstari. Yaani kija kimbunga, ije mvua, lije jua, price tag yako inabaki pale. Inabaki pale pale. Kwa sababu wewe uliumbwa kuwa wa thamani. Biblia inatuambia kwamba kwa sura na mfano wa Mungu, si ndio? Yaani wewe una thamani kabla hujawa mke, una thamani kabla hujawa mama wa mtu, una thamani kabla hujawa kwamba hiki kitaharibika haraka. Lakini uongozo China wana vitu vizuri sana ambavyo ni vizuri kuliko sehemu zingine. Lakini wenyewe wanatengeneza kulingana na mnunuzi. Gari tunajua imetengenezwa wapi? Sijui kila kitu. Kiatu cha England nasema kiatu imara. Sawa? Kwa hiyo na wewe thamani yako ni made in where? Wewe made in where? Made in where? Sio kule kwenu ulikozaliwa. Made in where? Wewe made in God. Unaelewa? Kwa thamani yako ni manufacturer, ni yule aliyefanya nini? Aliyekutengeneza. Kama nguo ya Uturuki ilivyo na thamani kwa sababu imetengenezwa Uturuki, na wewe thamani yako ni kule ulikofanya nini? Ulikotengenezwa. Hiyo ndio thamani yako. Wewe ni mwanamke ambayo ni made in where? Made in God. Yaani wewe supermarket hatuombi kupunguziwa bei, si ndio? Tukienda kwa kina mama huko sokoni, hizi nyanya, shoga yangu bwana, na wewe umenipunja, si ndio? Lakini ukiingia supermarket ni kuchukua kilicho kwenye shelf unachokitaka na kwenda kulipa. Huna mazungumzo na yule mama wa counter, yule dada wa counter. Huna mazungumzo. Hiki ningepunguzia bei. Sokoni tunawaonea, nipunguzie bei. Naomba na nyongeza basi. Hatufanyi hivyo supermarket. Nataka wewe uwe na price tag katika maisha yako. Yaani hapa price tag yako ni hii na haibadiliki, haijadiliwi. Kwa sababu wewe unayo price tag ambayo umetoka nayo kwa Muumba wako. Thamani yako ni nini? Thamani ya bidhaa ni wapi imetengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua sasa hivi kama nguo za Uturuki zina thamani. Made in wapi? Turkey. Mtu akiangalia price tag, afa angalia ile nani hii made in wapi? Turkey. Mwanamke ni rahisi kununua sana hicho kitu. Kwamba niliye naye ni mkuu kuliko wa ulimwengu. Niliye naye ana vitu vyote. Kwa hiyo chochote ninachokitaka lazima nitakipata. Mimi nimeokoka nikiwa mkubwa. Sikuokoka katika umri wenu huo. Nimeokoka na miaka kama nadhani ya huyu alivyosema miaka 27. Niliokoka. Na wakati huo nikiokoka nimeshaolewa. Nimeshaolewa na nina watoto. Nimeshaolewa na nina watoto. Lakini ninachotaka kukwambia ni kwamba kabla kabisa hata sijaokoka sikusumbuliwa sana na habari ya kwamba nani atanioa. Yaani hiyo haikuwa ni tatizo kwenye akili yangu. Haikuwa kabisa kwamba eti nitaolewa na ukumbuke mimi nimetoka kwenye familia ya Waislamu. Na Waislamu unajua unaolewa ukiwa na umri mdogo. Kuna vitimbwili na vitimbwi vyake. Kwenye hayo maisha ndio adventure zenyewe. Unapita kwenye misukosuko, unapanda, unashuka kwenye mabonde. Sasa kama ulikuwa umejiandaa, ukaweka mahesabu yako vizuri, ukasema nitaingia, hizo adventure zote zitakuwa historia ya kukufurahisha. Kabisa itakuwa ya kukufurahisha. Utaolewa na mwanamume hajui kuvaa nguo, lakini ukishaingia kwenye ndoa manake uliyahesabu hayo. Ukimkuta utamvalisha siku moja, mtakao unasema mimi nimetoka mbali. Utaolewa na mwanamume ni maskini, hana pesa, lakini mtatafuta wote. Hiyo ni adventure. Mwisho mnajikuta kwamba tulianza mbali, tulikuwa na godoro jembamba moja, sasa hivi tunalalia kitanda kipana.
Mnanielewa ninavyowaambia? Na hata ukiangalia hata mpaka kuja kwa watoto, alikuwa anawapenda watoto wa Raheli hata kushinda watoto wa Lea. Baadaye humo katika kwenda kila akisema hapa, labda mume wangu anampa mtoto jina hili, labda sasa mume wangu atanipenda maana nimemzalia mtoto. Lakini haiwi hivyo. Mara yule naye alipona hapati watoto, akamwambia, akampa mume wake mjakazi wake azae naye. Haya, naye akazaa naye. Huyu naye alipona mjakazi, naye ana mjakazi wa mwenzie anazaa naye, akampa mjakazi wake naye. Mwisho akafikia kwenye hiyo pointi sasa ya kujiamini. Neno la Mungu linasema ya kwamba akasema ni heri mimi. Alafu akaongezea akasema na wanawake wote wataniita mimi ni heri. Umeelewa hapo? Ni heri mimi na wanawake wote wataniita heri. Ni mtu aliye